ni bahati kwangu mimi na kwenu nyinyi weza kukusanyika katika sehemu kama hii kumtaja Allah subhanahu tabaraka wa taala, na vile vile kudhihirisha mojawapo ya sha'airul Islam, ibada hii ya Eid. Assalam. Ibada kama hii ya siku kama hii ya leo ambaye ndiyo yaumu hajjul akbar, siku ambayo kwamba mahujaji wanafanya amali mingi ya hija, ni siku kama hii ya leo. Ayuha almu'minun, nataka kuzungumzia mambo matatu peke yake alafu sala isimame. Cha kwanza ni siku ya jana iliyotangulia ambayo ilikuwa ni yaumu Arafa. Rasul anasema hakuna siku jua inachomoza ambayo kwamba ni bora kuliko siku ya Arafa. Jana watu wamegawanyika sampuli mbili. Kuna wale ambao kwamba wamefaidika na siku kama hiyo, na kuna wale ambao hawakuwa na habari na siku kama hiyo. Na wanadamu wanakuwa kundi mbili peke yake siku zote, fariqain la thalitha lahuma, fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Ama Allah anasema inna hadainahu as-sabila imma shakiran wa imma kafura. Makundi ni haya mawili. Sasa jana kuna wale waliofanya yale yote waliamrishwa na Allah, wakafunga saumu ya sunna, wakamtaja Allah, wakafanya istighfar, wakamtubia na wakamweleza Allah subhanahu tabaraka wa taala haja zao zote, waka jua ikatua. Kwa maana siku zote tunajua Allah huteremka usiku, lakini jana ashiyatu Arafa kuanzia baada salatu dhuhur mpaka maghrib, basi Allah anateremka katika samaa dunia na anauliza malaika, ma arada haula, hao wanataka nini? Wako na vumbi, nguo zao zimechakaa, wamechoka. Malaika wanawaambia wanataka rehma na wanataka janna yako. Allah anasema kuweni mashahidi anni qad ghafartu lahum, mimi nimewasamehe hao wote. Na pia sisi tuliokuwa hapa vile vile kama tulifaidika na siku kama ya jana, basi tumepata msamaha wa Allah subhanahu tabaraka wa taala. Sasa mimi nawaambia hanian lakum, pongezi kwenu, ama pongezi kwa kila mtu aliyetumia siku ya jana katika kumtii Allah subhanahu tabaraka wa taala akafanya taa, kwa maana hakuna siku bora duniani zaidi ya siku ya jana. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akatueleza hakuna siku waja wa Allah wanaokolewa na moto wa jahannam kuliko siku ya jana. So namuomba Allah tuongeze miongoni mwa waja wake waliookolewa na moto wake. Ayuha almu'minun, nukta ya pili ni siku hii ya leo ambayo ndiyo siku ya Eid ama inajulikana kama yaumun nahar, siku ya kuchinja. Na ndani ya siku kama hii basi kuna ibada tukufu, ibada ya kuchinja. Na hii ibada inakuwa ni wajibu kwa kila mwenye kuwa na uwezo, na ulama wakakuwa na kauli mbili. Wengine wakasema ni wajibu kwa kila mwenye kuwa na uwezo, na wengine wakasema ni sunnatun muakkada, ni sunna uliokokotezwa kwa kila mwenye kuwa na uwezo ya kutoa pesa na akanunua mnyama siku ya Eid. Sasa pia sisi tusiwe miongoni mwa watu ambao kwamba Allah amewapa uwezo ya wao kununua mnyama alafu wakakuwa bakhili, wakawa wanasubiria tu kuletewa msaada. Wallahi inakuwa ni aibu ikiwa moja kati yetu yuko na uwezo ya kumchinja mnyama alafu akawa yeye anategea tu Waarabu wakuje, mataki wakuje, shirika fulani ikuje iweze kumpatia nyama. Inakuwa ni aibu sana. Kwa hivyo inatakiwa nini ayuha almu'min? Ibada ambayo kwamba ni tukufu. Ndio Allah akasema liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru isma Allahi fi ayamin ma'lumat. Kwanza mumtajeni Mwenyezi Mungu katika masiku ambayo kwamba ni ayyam ma'lumat, ambayo ni hizi masiku 10. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akasema kila umma
tukawajalia ibada tukufu ili waweze kumkaribia nao Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru isma Allahi fi ayyamin ma'lumat liyadhkuru isma Allahi ala ma razaqahum min bahimati al-an'am. Na hao bahimatul an'am basi ni wanyama tunaowafuga sisi, ng'ombe, ngamia, mbuzi na kondoo. Basi siku ya kuwachinja ni leo, kuanzia siku hii ya leo mpaka siku 3 ya ayamu tashriq, ambayo itakuwa kesho na siku inayofuata na siku inayofuata mpaka baada salatul asr. Hizi masiku 4 basi ni muhimu sisi tuchinje, kwa maana Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala amemwamrisha mtume wake sallallahu alayhi wasallam pindi alipomwambia, inna a'tainaka al-kauthar fasalli li rabbika wanhar. Na hii kauthar ni mto ambaye kwamba uko ndani ya janna aliyopatiwa Mtume Muhammad kama zawadi na Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala. Ya pili, Allah anamwambia msalie Mola wako, yani sali hiyo siku ni siku hii ya leo, na kisha utakapomaliza kusali urudi nyumbani ukachinja. Sasa pia hapa tunajifunza kumchinja mnyama haikuji kabla ya sala, bali inakuja baada ya sala. Na yeyote ambaye kwamba atachinja baada ya sala, basi inakuwa tu ni nyama aliyotanguliza kwa familia yake. Rasul akasema hii siku yetu ya leo, inna awwalu ma nabda'u fi yawmina hadha, kitu cha kwanza ambaye kwamba tutaanza nao siku yetu hii ya leo, anasema an nusalli, tutasalli, thumma narji', tutarudi nyumbani, fananhar, alafu kisha tuchinje. Na yule atafanya hivyo basi faqad asaba sunnatana, huyu amepata sunna yetu. Lakini yule atachinja kabla ya sala, basi ar-rasul anasema innama huwa lahmun qaddamahu li ahli, itakuwa tu ni nyama aliyotanguliza kwa familia yake. Kwa hivyo hiyo almu'minun, hii ibada ya kuchinja ni ibada tukufu. Tutakapotoka hapa basi inapaswa kila moja achinje, kwa maana Allah anasema lan yanala Allaha luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu at-taqwa minkum, haimfikii Allah nyama wala damu, bali yale yanayomfikia Allah siku kama hii ya leo ni uchamungu iliyokufanya wewe ukatoa pesa zako ukamnunua mnyama. Alafu pia wanyama tunaowachinja wana masharti ambaye ar-Rasul ametueleza ndani ya hadithi anayopokea Bara bin Azib. Ar-Rasul anasema wanyama sampuli 4 hawapaswi kuchinja. Wa kwanza ni mnyama ambaye kwamba haoni kabisa, ambaye kutoona kwake basi ushadhihirika na uko wazi. Anaweza kuwa ako na shida ya macho lakini anaona kiasi, basi huyo anapaswa kuchinja. Lakini yule ambaye hana macho moja ama macho mawili yote yameharibika, basi huyo hapaswi kuchinja, mnyama ambaye kwamba ni chongo. Na mnyama wa pili mwenye hii sifa pia hapaswi kuchinja, na huyu ni mnyama ambaye ni mgonjwa na ukaona ugonjwa wake umedhihirika, vile vile huyu hapaswi kuchinjwa. Na mnyama wa tatu ni mnyama ambaye kwamba ako na upungufu katika viungo vyake, labda ni kiwete, amekatwa mguu hakadha, na huyu vile vile Allah hawezi akamkubali kama udhiya katika siku kama hii. Lakini wewe unaweza ukachinja kwa ajili ya familia yako na mkawakula, lakini katika ibada ya udhiya haupati chochote. Na mwisho ni mnyama aliyekonda, na huyu vile vile ayuha almu'minun hapaswi kuchinja, kwa maana inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Na mwisho kabisa ayuha almu'minun, ambaye nitamaliza na hii maneno yangu, ni sisi tuwe na umoja na tuwe na undugu, kwa maana kama hatutokuwa na undugu na umoja, basi na shaka sisi tutafeli. Allah anasema ndani ya Qur'an, wa atii'u Allah wa rasulahu, mtini Allah na mtume wake, wala tanaza'u, na wala msitete, fatafshalu, Allah anasema mtafeli, watadhhaba rihukum, na nguvu zenu zitaondoka, wasbiru inna Allaha ma'a as-sabirin. Hii aya inatuonyesha wakati tutaanza kuoneana wivu, tutaanza kuchukiana, tutaanza kushindana, tutaanza kuhusudiana, basi na shaka basi wallahi tutafeli. Allah anasema
wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru. Tunaweza tukakuwa na fikra tofauti tofauti, huyu akawa na fikra hii, huyu akawa na fikra hii, lakini siku zote tujue innamal mu'minuna ikhwatun. Unaweza ukawa wewe ni Mwarabu, ukawa wewe ni Mborana, ukawa wewe ni Msomali, ukawa wewe ni Mswahili, ukawa wewe ni mwanadamu ya aina yoyote yule, lakini mwisho wa siku mbora mbele ya Allah ni yule mcha Mungu. Allah angalie rangi, inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Siku kama hii ya leo ni siku ya kutengeza undugu na kushikamana, kwa maana kama hatutoshikamana wallahi tunafeli. Na hivi nataka kueleza watu wetu wakula pesa, kwa maana kama hatutoshikamana basi maadui yetu kule nje basi watafaidika na sisi. Ni lazima watu wasameheane, kwa maana hakuna mtu ambaye kwamba ameua mama ya mwingine, hakuna. Ni watu tu umesikia huyu kakusengenya, huyu amekuongelea, huyu amesema kadha wa kadha, lakini mwisho wa siku innamal mu'minuna ikhwa. Allah anasema kabla hiyo aya, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Allah anasema na makundi mawili ya waumini. Mbona Allah hakusema wa in ta'ifatani minal mujrimin au almunafiqin au alkafirin? Mbona Allah anasema wa in ta'ifatani minal mu'minin? Kwa maana undugu ya imani ni kubwa kuliko undugu ya mama na baba na nasaba. Dorona siku ya Kiyama Allah anasema siku hiyo fala ansaba bainahum yawma idhin wala yatasaalun. Hiyo siku utaulizwa umetoka mlango gani, wewe ni clan gani, wewe ni wapi. Hiyo siku kabila haifanyi kazi. Ndio Allah anasema wakigombana wakazozana, fa aslihu bainahuma, suluhisheni baina yao, wasikizanisheni, kwa maana mkifanya hivyo undugu itapatikana mubasharatan. Baada hiyo aya Allah anasema innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Ayuha almu'minun, hali tunayopitia ni hali ngumu, lakini siku zote tudumishe undugu. Wallahi it doesn't matter mtu ako na nini, mtu ako katika maisha gani, pesa na hii maisha ya dunia yote inakuja inaondoka. watilka alayamu nudawiluha baina nnas. Haya masiku yanarotate kwa watu, yule ako na kitu leo kesho hana, na yule hana kitu leo kesho atakuwa nayo biidhnillah. Na hiyo ndio sunna ya Mwenyezi Mungu. Lakini tusiwe na wivu kwa ndugu yako kiwango ambayo kwamba unamkata haumsalimii, kwa maana amekushinda kwa jambo moja ama akakushinda kwa nyingine. Na wallahi mtu akiwa na uhasidi katika moyo wake, janna ni haramu kwake. Rasul anaulizwa an afdali nnas, ni nani bora katika watu? Mtume alayhi salatu wassalam anataja sifa ya mtu bora duniani, hakusema mali, hakusema rangi wala kabila. Mtume anataja hizi sifa, anasema kullu mahmumul qalbi suduqul lisan, ni kila mwenye kuwa na moyo msafi na akawa na ulimi ya kusema ukweli. Masahaba wanamwambia, ewe Mtume wa Allah, mwenye kusema ukweli tunamjua, huyu mwenye moyo msafi ni nani? Anasema attaqiyun naqi, ni mtu mcha Mungu mwenye moyo msafi, la ithma fihi wala baghya wala ghilla wala hasad. Na hiyo hasidi utakuwa nao mpaka lini? Kwa maana riziki ya mtu hautobadilisha, bahati ya mtu hautobadilisha, yale mtu yanampitia katika maisha yake hiyo lahadha hautobadilisha. Kwa maana dhalika min fadlillah yu'tihi man yasha, na wala haitegemei ni mapenzi. Huyu akapewa mali, huyu akapewa elimu, akapewa watoto, wanawake, haina maana ya kuwa ni mapenzi. Hii ni fadla ya Allah. Lakini wewe kuwa na moyo msafi, usiwe na nyongo, usiwe na wivu. Kwa maana angalia mandugu wawili wa Mtume Adam alayhi salam, watoto wake, mmoja ameua ndugu yake. Kwa maana gani? Kwa sababu ya uhasidi. Hasaduhu thumma qataluhu, alimusudu. Kwa maana Allah amekubali sadaka yake na qurban, kisha akamua kwa ajili ya hiyo, na akaingia ndani ya moto wa jahannam, fa asbaha min alkhasirin. Sasa mueleze Allah asafishe moyo wako na dukuduku. Utapata mtu asalimii mwingine,
kwa maana tu ati huyu sijui akoaje. La ilaha illa Allah. Ayuha almu'minun, kila mmoja anajua moyo wake. Usiwe unasali sala tano, unafunga, unafanya a'malu saliha, lakini wewe umejazwa na chuki ya kikabila, ya kisiasa. Hautaki kumwona ndugu yako kwa maana amechukua hatua moja mbele yako. Na vile vile mashekhe wetu wakula pesa pia tuwe na umoja, kwa maana kama hatuna umoja basi pia hawa watu wengine watapotea. Ni lazima pia sisi baina yetu tudumishe umoja na tuonyeshe mahaba na tuwe tunalii namna ambayo kwamba Allah na mtume wake wanataka, kwa maana viongozi wakiwa sawa, mujtamaa pasina ya shaka unakuwa sawa. Viongozi wakiharibikiwa, vile vile mujtamaa unaharibikiwa. Angalia wale watu wote wameshikamana, wakawa chanda na pete katika maisha yao, mwisho yao wanafaulu. Wallahi uksimu billah. Na wale wote wanazozana, wanateta, wanachukiana na wanauhasidi, bona huyu, bona yule, bona hii, bona kile, basi na shaka wanakuwa ni wenye kuhasarika na kufeli. Haitegemei, nishasema haitegemei rangi wala kabila. Inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu. Haitegemei ni nani, doesn't matter. Lakini yale yanamata ni kuwa sisi tunaweza tukasikizana, tukakaa katika safu moja na tukapeleka mambo yetu, watu wakachukua na watu wakatufuata. Lakini ikiwa mimi sitaki kumuona Sheikh fulani na Sheikh fulani hataki kumuona Sheikh fulani na Sheikh fulani hataki kumuona Sheikh fulani, basi wale ambao wako nyuma yetu kila mmoja atakuwa na wafuasi wake. Huyu Sheikh atakuwa na watu wake na yule atakuwa na watu wake, na mwisho mujtamaa unasambaratika, na wallahi hatutopata ushindi wa Mwenyezi Mungu. Lakini tukipata nusra ya Mwenyezi Mungu, tukitaka sisi kwanza tupendane, na ndugu yako akikushinda na elimu, hii ni fadla ya Allah. Akikushinda na maarifa ni fadla ya Allah. Akikushinda na biashara ni fadla ya Allah. Akikushinda na sauti kwa kusoma Qur'an ni fadla ya Allah. Watu wasichukiane kwa kitu ambayo wewe hauwezi ukabadilisha. Huwezi. Ikiwa Sheikh Sudi amemshinda huyu ama Sheikh Somo ama Sheikh Abubakar, hii ni dhalika min fadlillah. Hakuna mtu anaweza kubadilisha hayo, lakini tunaweza kufanya nini? Tunaweza shikana. Wewe ulete maarifa yako kwa Sheikh, Sheikh alete yako, watu washikamane hivi, alafu tuwe ulama wa kula pesa ambao kwamba wako united, kwa sababu kila mmoja anakufa. Juzi tumeona basi imemaliza watu ambao walikuwa wanaenda kuidi na familia zao, lakini nani kati yao walijua hiyo siku ndio siku yake ya mwisho duniani? Kunaye? Nauliza, kunaye? Hakuna. Sasa hakuna mtu anajua hata leo kama tutamaliza. Tuache hizi chuki. Unapata mtu anavimba kana kwamba ni mandazi ambayo imejazwa extra baking powder. Mtu anavimba tu. Nini? Niko sawa. Wai mpaka dini Sheikh. Wallahi wahda ni kitu muhimu sana. Tunaona Rasul sallallahu alaihi wasallam hiyo miaka yote ameishi na kufanya risala hii ya Uislamu, ametengeneza undugu baina ya masahaba zake. Wakati muhajirun wanatoka ndani ya Makka wanaingia Madina, wanakuta maansar wako pale, Rasul anashikanisha kila moja na mwingine. Abdurrahman ibn Auf ameshikanishwa na sahabi ambaye kwamba alikuwa anaishi ndani ya mji wa Madina. Rasul anamwambia, huyu ni ndugu yako, muonyeshe na umsaidie na kupatie sehemu ya kuishi na namna ambayo kwamba atasurvive. Yule sahabi anamwambia Abdurrahman ibn Auf, anamwambia kuja, anamwambia mimi ni tajiri na nina mali, uqasimuka mali nisfain wa uzawiju, nagawanisha mali yangu sehemu mbili, nusu yako nusu yangu, alafu nina wanawake wawili warembo, twende nyumbani ukamchague yule mwanamke unampenda, nitampa talaka na baada ya eda yake uko moyo. Abdurrahman anamwambia barakallahu fi ahlika wa mali, Allah kubarikia wake zako na nyumba yako na mali yako, nionyeshe sokoni. Ndio Allah anatueleza ndani ya Qur'an, walladhina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim, waliwapenda waliokuja kwao, wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, na hawakuwa na wivu kwa yale wanawapea mandugu zao.
wayuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa, hali ya kuwa wao wenyewe ni mhitajini, wanahitaji hiyo mali. Sasa sisi tutengeneze undugu. Maneno yangu inaweza kuwa haiwezi kubadilisha ama ikawa na uzito, lakini namwomba Allah aweke ndani ya nyoyo zenu tukajua umuhimu wa undugu, tukajua umuhimu wa kushikamana, kwa maana bula kama hii inabeba watu wengi sana. Ni sehemu ambayo kwamba hata wanasiasa wakitaka kura katika hesabu zao wanahesabu ndani ya bula pesa. Tushikamane, tuwe na sauti. Hata yule ambaye atakuja kutafuta kura kwetu tumwambie bila ya hii na hii na hii sisi hatutakupa kura. Tusiwe watu kupatia 500, 1000 tukauza heshima yetu, tukauza future ya watoto wetu. Kwa maana gani? Kwa maana hatuna umoja. Ayuha almu'minun, mimi nawahimiza na kuhimiza nafsi yangu, wallahi tuweni na umoja. Hii dunia ni leo na kesho, wallahi hatujui ni nani ambaye kwamba atamaliza hata siku ya leo. Undugu ni kitu muhimu sana katika maisha yetu sisi kama watu wa kawaida, na wale maulama ambao wanaongoza jimbo kama hii pia tuwe na umoja, tushikamane. Na yale ambayo yanasikika ama yanasemwa, usichukue kila kitu ya kusikia. Unaweza ukaambia huyu amesema ABCD, lakini haina ukweli ndani yake. Mtu Muislamu hafai kusikia kila kitu, hafai kuamini kila kitu ambayo kwamba anasikia. Ndio Allah akasema, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, akiwakujieni mtu fasik na maneno ya kugonganisha na maneno ya kutenganisha, Allah anasema fatabayyanu, kwanza mubainishe. Je, ni ukweli? an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yangu kwa siku ya leo ni hii, na watakieni kila mmoja wetu Allah kubali ibada zake, kwa maana haya masiku ambayo tuko ndani yake Allah ameapa nayo, wal fajri wa layalin ashr. Ibn Abbas na jamhuri ulama wakafasiri layali al-ashri, hii ni masiku 10 ya Dhulhijja, na siku yake ya 10 ndio leo sasa, ambayo ndio siku bora kuliko hiyo siku zote. Siku hii ya leo ni siku tukufu, na sio siku ambayo kwamba tukitoka hapa katika viwanja vya Bula Mpya tunaenda kumuasi Allah, tunaenda kufanya vituko na visanga. Na pia na wasihi wazee na mababa, wasichana wetu, wake zetu, mama zetu, ni masuala yetu. Watakapotoka katika hizi viwanja, usikubali msichana wako, dada yako, mama yako akajitoa nguo, akatoa hijab na akaenda akasherekea kwa namna ambayo kwamba Allah hataki. Nguo ni wewe umemnunulia, basi hakikisha umemnunulia nguo ambayo kwamba iko na distance ndani yake, nguo ambayo kwamba iko na heshima ndani yake, kwa maana kullukum mas'ulun, kila mmoja wenu ni mchungaji, na siku ya kiyama kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, kila mmoja ni mchungaji na Allah atakuja kutuuliza. Hii siku tumuogope Allah, ni siku ya kumtaja Allah kwa wingi, ni siku ya kufanya takbira, wala sio siku ya kwenda sehemu ya kujivinjari. Unaweza enda na familia yako sehemu ya kujivinjari, ukafanya yale Allah anataka, wewe, mke wako, wasichana yako, lakini ikhtilafi ya wanawake na wanaume, hii haijuzu katika sheria ya Mwenyezi Mungu. Yangu ni hayo, na mwisho